Tumekuwa tukiyashughulikia malalamiko hayo ya watumiaji wa vyombo vya moto kuhusiana na pampu za mafuta kwa kufanya kaguzi kwenye vituo vinavyouzia mafuta. Wakala wa vipimo mikoa yote imekuwa ikifanya kaguzi hizo, kaguzi za kushtukiza, na tumekuwa tukiwabaini wale ambao wanapunja au wanahusika kwenye udanganyifu wa uuzaji wa mafuta. Tumekuwa tukiwapiga faini na wengine pia wamefikishwa mahakamani kwa mujibu wa sheria. Mambo ni mawili tu hapo, ukikuta unapunja kwa kukusudia unapigwa faini, na faini zetu ni kuanzia 100,000 mpaka milioni 20. Lakini pia unaweza ukapigwa faini na kifungo kisichozidi miaka 2 ukikutwa pampu yako inapunja mafuta. Kwa Mtanzania wa kawaida sana, unatakiwa uhisi tu. Ukihisi mimi bwana hapa nimepunjwa, basi wasiliana na ofisi ya wakala wa vipimo iliyokuwa karibu na wewe. Kama tunavyofahamu, wakala wa vipimo na ofisi mikoa yote Tanzania. Kwa hiyo wasiliana na ofisi ya wakala wa vipimo na wenyewe watafika haraka sana kwa ajili ya kufanya ukaguzi, na huyo aliyohusika kwenye kupunja basi atapewa haki yake. Kama tunavyofahamu pia tunafanya kaguzi kwenye vifaa au bidhaa zilizofungashwa. Na tukikuta kweli kama bidhaa imeandikwa labda kilo 50, kwa mfano labda simenti imeandikwa kilo 50, tukifanya kaguzi tukikuta ni pungufu ya hapo, mtu huyo atashtakiwa kulingana na sheria ya vipimo inavyotaka. Atapigwa faini au kifungo kisichozidi miaka 2 kwa pamoja. Na kwenye mabucha vivyo tunafanya kaguzi kama tunavyofahamu, tunafanya kaguzi hizi za kushtukiza mara kwa mara, na pia tukipokea malalamiko tunafanya kaguzi kwenye mabucha kwa wale wote ambao wanawaibia wananchi. Lakini kwenye mabucha hapo mwananchi anatakiwa afahamu vitu 2 vitatu. Kwanza, unapofika kwenye bucha hakikisha mzani ule una stika ya wakala wa vipimo, imekaguliwa na wakala wa vipimo na imewekwa stika. Lakini cha pili, kabla hajakupimia hakikisha ule mzani hauna kitu chochote. Na mzani ukiwa hauna kitu chochote, kitu kinachofuata unatakiwa uangalie balance ya mzani wako. Usikubali umefika kwenye bucha alafu ametanguliza kuweka jiwe kabla. Hapana, hiyo sio sahihi. Hakikisha mzani ule una stika, lakini cha pili hakikisha mzani ule hauna kitu chochote. Angalia balance ya mzani, alafu sasa ndo mruhusu muuzaji akupimie nyama yako. Changamoto inapungua kwa sababu elimu hizi tunazozitoa wananchi wanaelewa saizi. Kwa hiyo malalamiko yanakuwa yanaenda yakiwa yanapungua kwa sababu elimu hii inawafikia watu. Tunategemea wewe mnunuzi uelewe haki zako kupitia kipimo. Ukifika pale basi ujue kwamba huu mzani uko balance, basi hapa siibiwi. Mzani huu una stika, umehakikiwa na wakala wa vipimo. Kwa hiyo kwa kweli tunashukuru, malalamiko yanaenda yanapungua kutokana na elimu tunazoendelea kutoa kwa wananchi.